Oya bro. Oya blaza. Oya. Niaje blaza? Vipi mzee? Fresh kabisa. Poa. Sio bro, wewe ni mwenyeji kwenye hii mitaa? Sahihi. Kuna issue naomba unisaidie hapa. Namtafuta binti mmoja hivi nionana naye asubuhi mitaa ya dampo pale. Sema simtambui jina anaitwa nani. Labda nikupe maelekezo unaweza kuwa unamtambua labda. Muda na hai job hii. Ungenielekeza basi brother. Utajua. Sasa ishakuwa ngumu. Hawa nao naweza nikauliza nao wakanikataa. Sabenda atakuwa hapo double chance. Jamaa vipi babu? Mwanangu yani huoni yani taa zote hizi mwanangu huoni mpaka unajua uniparamia. Sio yule mwanangu lakini nilikuwa nimedokea huko. Hicho la kishamba. Naomba isikize basi sikia. Vipi babu? Mimi sijasimama hapa kwamba sina kazi ya kufanya wani. Kuna issue mwanangu inanisumbua. Nipo hapa toka muda mrefu. Sasa issue unaniambia mimi sasa ninakufahamu. Wewe ni mwenyeji wa mtaa? Mbona unataka maelekezo mengi? Wewe unataka nini babu? Yaani kama wewe ni mwenyeji unaweza ukanisaidia hii. Shida nini? Nasema shida nini? Sasa kuhusu nakaa au usikae mtaa wewe ni shida nini? Kuna binti mmoja namtafuta nikaa naye mchana. Mida sio mchana, asubuhi hapo. Dampo hivi hapo. Unataka maelezo mengi. Shida nini? Ni binti sasa mimi binti au? Hamna. Yaani kama wewe ni mwenyeji si unaweza nikikupa maelekezo. Binti gani anaitwa nani? Anaitwa nani? Jina lake simtambui ila nakumbuka muonekano wake. Mfupi. Nisikize kidogo basi mfupi. Yaani ndio matapeli. Unataka untapeli yani mimi watao na nauliza kwa wewe kama unamfahamu. Mtu mfahamu unakuja kuniambia tu binti mtani huko mmoja binti. Babu, mimi sitapeleki kiivo au sio? Kama unataka mtu wako kutakuwa alikuwa na mshikaji mmoja alikuwa amevaa mpama hivi. Mimi ansalandiwa au mimi muuni mwanangu. Yeye mpita hivi babu. Babu. Mimi kama kibaka shawa kibaka kitambo. Osha nichukulia kama muuni. Sasa maelekezo yake eleweki mara binti. Mimi alikuwa na mshikaji. Umemcholea michoro. Mimi ni kitambo mtaa unajua. Mpita babu. Pita hivi. Tembea babu. Hapa. Yatafuta tu sehemu ya kulala. Haya mengine ajitafutia. Yenye mibovu ndio hii. Watoto wakali wanapita hapa nini? Hawezi kuzingatia sheria kanuni. Sasa sikia, mzigo wapo tuondoke. Mapema sasa.
Shakucha tayari. Mwenyezi Mungu nashukuru kwa kuniamsha salama. Sasa sijui nikaokote vyuma au makopo, maana yule dada lazima nipambane nipate hela nikampe kitu. Nilimkosea sana. Naomba tu Mungu siku yangu iwe njema. Kwanza na makopo. Mpenzi. Wewe saa 2 amka, kumekucha sana. Saa 2 sasa, saa 2 na nusu hii. Amka. Napana njaa kweli. Njaa asubuhi sasa hivi. Enda, takamata basi hata nani vitafunwa. Mpikie kwa chai, napana njaa. Vitafunwa hamna, hela hamna. Hamna hela pia. Ndio sijakuja hata na 100. Sasa kwa kazi unaenda kufanya nini? Kwanza mimi nikajua umeshaondoka kutoka asubuhi. Ukaenda kazini na ukarudi hivi hauna hela. Kwani si mambo yanabadilika? Fanya hivi basi, tafuta buku ndani, chukua hapa hata maandazi kwa mangi hapa. Sasa mwanangu ile buku mimi nalitolea wapi? Una takiba hata buku? Sina, mimi naelewa kabisa mimi nashinda mimi. Sasa unafanyaje? Ni basi kwa mangi mwambie akuazime hata akukopesha hata yani mandazi hapa buku. Mbele bwana nani akija tampatia. Mangi mwenyewe unamjua. Mangi na mtata lazima. Sasa inakuaje? Hapa sina hela unajua. Yaani hapa nilikuwa nasubiria simu ya kazini haijaita mpaka saa 2. Tunaona kama tuna hela hivi. Sasa niamshe. Sasa tunafanyaje hapa? Mimi hapa sina mtu wa kumkopa. Hapa mshikaji wa kumkopa sasa hivi. Shiza mara shari wanajana weekend ya. Nani yule mwasibu na vikoba? Usikuwa tena vikoba wewe. Sina, labda kwanza simu yangu kwa nini kwapi? Tunalala kama watu wa mke. Nipigie kakao. Nipige kako? Kwa na hela? Mtoto wa nani? Pigie basi. Pigie mwambie bwana wewe na dharura hapa ndani kisifani msela. Cheki. Ushafika mjini ulikuta mjanja au vipi?
Barida. Afu vipi mdogo wangu wewe? Wewe unataka tuanze tena kuleteana kweli? Sasa Big sikia, hapa tunachekesha vipi? Mimi hapa nina ubao alafu mazingira kama wewe nipange. Kama kuna harakati 2 3 tupige tuue. Mdogo wangu unajiweza? Sio unaongea tu na bwaja maneno mengi. Unaniwazia mimi hivi. Mbavu wote mdogo wangu kweli? Kama ni kumtimbia mtu tunamtimbia. 26 hiyo. Uhakika 21 savage. Kwa mwanangu sio ikawa 28 mwanangu mwisho wa siku ukaniacha kwenye mataa mdogo wangu. 21 Wameita kuharibu mdogo wangu tuamini. Hamna wewe tunatisha. Wewe afu vipi mbona kama unachukulia poa ujue mdogo wangu yani unanichukulia mimi poa. Au sio? Unaziweza? Safi. Kweli? Barida. Tunaondoka. Oji. Twende kushoto. Da bro. Mazingira kama sasa mdogo wangu sikia, acha kubwabwaja sana wewe mambo ya kike ya kimama wewe mama. Haya poa nakusikiliza. Nisikilize sasa. Kwa heshima. Mdogo wangu sikia, hapo tunaenda kupiga valangati humo ndani. Hiyo kibabe. Yaani hiyo sasa hiyo inaga studio nini sio mama Hasani sio kafanya nini uongo. Mdogo wangu tunaingia ndani hapo tunatima nini fule. Nyumba ipi hapo hivi. Mdogo wangu akikuona tayari hiyo cheche mdogo wangu. Ushajaza enzi sasa hivi tu mdogo wangu. Wewe tulia. Wa mdogo wangu wewe kweli? Tulivu. Sikia sasa nakupa kodi hizo mdogo wangu. Tunafika pale tunachungulia gate maana wanafunga gate mdogo wangu. Kwa tunazama. Kimya hiyo. Vipi mdogo wangu unaongea sana? Ondoke. Oji. Nitoreshe sasa mwanangu. Kwa mdogo wangu hiki jeshi ukipewa 2 jua kodi tunaondoka, ukipewa 1 jua tunasimama. Umesikia? Nikisema 1 tunaondoka. Nikisema 2 tunasimama. Kweli umezielewa? Kodi hizo tuondoke. Oji. Da flow hapo tunazingatia safi zote. Zingatiwe mdogo wangu. Sasa kimya hiki kijeshi tulia basi nimeshasema kimya uko mbele kuna madudu. Tulivu. Mbona michoro? Kwa mwanangu Hasani. Wasikie sasa. Kodi hizo umeelewa sasa? Hizo kodi ndio usikie sasa usimama hapa. Mimi niangalie mazingira mgeti ishafungwa kwa ndani. Poa. Mdogo wangu. Hapo gwena wewe gwena. Halo kaka. Habari mdogo wangu. Marahaba. Kwema? Kaka naumwa. Kaka naumwa. Tumbo linaniuma sana linaninyonga. Afu niko hospitali. Yaani mpaka hospitali? Bila kutoa hela. Sasa unachoka kabisa. Una hela kitu chochote hapo? Kaka sina hata hela, nimefika hospitali nikajua labda nitasaidiwa, nimefika nimeambiwa nitoa hela ndo nitahudumiwa. Lakini baba kama jirani au mgumu wote au nenda au nani niongee naye nimwelekeze. Sawa, yupo. Sawa kaka, ongea naye huyo hapa. Halo? Habari? Habari, unaongea na Dr. Navas. Unaongea Dr. Navas katika hospitali. Sasa samahani, wewe ndio yake na Jessica. Sasa samahani kidogo bwana, tumempokea Jessica hapa hospitali. Kuna wasamaria wema walikuwa wamemleta hapa hospitali, alikuwa na hali mbaya kidogo. Ameletwa hapa lakini tumejaribu kumfanyia diagnosis ya kawaida ya nje, imeonekana kwamba anasumbuliwa kama si vidonda vya tumbo, basi inawezekana ikawa ni haya magonjwa ya wanawake. Kwa sasa ilihitajika hela ya hapa mapokezi. Na kuna hela pia alitumia muda ambao hao watu wanamleta. Daktari. Naomba nisaidie kitu kimoja basi. Wewe endelea kumfanyia matibabu alafu mimi niangaikie hela na kurushia sasa hivi.
sawa. Kwa mgonjwa inabidi ili uhudumiwe lazima ufuate sheria zile za hapa hospitali. Lazima uonane na nani, mapokezi, utaandikiwa cheti, utaenda kwa daktari. Kwa hawezi kupita katika hizi hatua bila kuwa na fedha ya kupata cheti kwa mapokezi ili kumwona daktari. Kwa kama unaweza kumsaidia dada yako, unaweza kumtumia hela. Maana inaonekana hali inazidi kuwa mbaya hapa. Hata nikimuona hapa ile circulation ya damu inawezekana ikawa iko ndogo sana. Kwa hiyo yani damu inashindwa kujipampu vizuri mwilini. Kwa hiyo inawezekana hii itampelekea anaweza kupoteza fahamu. Na akipoteza fahamu, unajua mtu sisi madaktari tuweze kumhudumia mtu ambaye mpoteza fahamu mpaka alikave. Sasa hapo kwa hela ya kuanzia unaweza kutuma shilingi 40 ili aweze kupata cheti na kumuona daktari. Alafu nitakurudia baadaye kama kuna hela zaidi ambayo inatakiwa itumike. Lakini usiwe na wasiwasi ndugu yangu. Yupo katika sehemu salama, lakini tu inaonekana ni jambo dogo tu limemkuta. Kwa hiyo nitajaribu kumwangalia kwa ukaribu, niweze pia kumwangalia pia hata blood pressure imekuaje. Pia nitajaribu kumwangalia pia labda kuna magonjwa ambayo sisi unajua kipindi hiki cha naniu tunapokea wagonjwa wengi sana hapa hospitali kwa sababu ni kipindi ambacho wewe tuma tu kwenye hela dada yako, alafu mimi nitachukua namba yako, akiwa yupo unconscious mimi nitakupigia ili niweze kukueleza jinsi gani ambayo anaendelea. Maana inaonekana hapa hata nikimwangalia saa hizi inaonekana zile seli zake zile chromosomes zimekuwa chache. Kozi yako ndugu yangu, sababu nakufahamu, sababu wewe ni kaka yake, utapambania hilo. Wewe naomba itume hela, alafu nitakuelekeza hapa hospitali ili uje kumuona, au kama ataruhusiwa basi utaongea baadaye. Basi naomba nimhudumie mgonjwa hapa. Nitakupigia baadaye ndugu yangu. Naona hali inabadilika huko. Unajua unaelekea mitihani. Sasa sikia, kama movie ya damu, mimi ndo Sterling, wewe ndo nani? Saidizi. Sema nini?